Wapendwa watazamaji popote pale mlipo duniani, na kuamkieni kwa maamkizi ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mkiwa mnaendelea na kipindi chenu kizuri kabisa cha Waliorudi kupitia channel mnayopenda na ikakupendeni, channel Istiqama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, tukiwa na Sheikh wetu Khalfan Al-Adawi ambaye ni miongoni mwa waliorudi. Anasema nini? Ana hadithi gani? Ana visa vingapi? Leo utamsikia vizuri Sheikh Khalfan Al-Adawi. Assalamu alaikum Sheikh Khalfan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Rashid, karibu sana Sheikh, karibu sana fi hayatna. Amin amin. Sheikh Khalfan Al-Adawi atujalie yote mihadhara tunatoa sababu hidayat anfusina wa hidayat an-nas jamia fi masharik al-ardh wa magharibiha. Amin. Katika kipindi kilichopita Sheikh Khalfan Al-Adawi tulikuwa tumefikia vipi alikuwa anaishi mume wa Kiislamu na mke wa Kiislamu, labda utaanzia hapo Sheikh Khalfan. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tulikuwa tunamzungumza baba yetu kipenzi chetu Sheikh Salum bin Khalfan bin Khamis Al-Adawi na mama yetu kipenzi Bi Fatma bint Rashid bin Hamid Al-Ghaithi, na wazee wangu mimi ni wazee wenu nyinyi. Kwa hivyo tunazungumza wazee wote waliokuweko East Africa, waliotoka Omani kwenda Unguja, sio peke yake wazee wangu mimi. Lakini tulikuwa tunataka kuzungumza hapa tarbia waliokuwa wametulea wazee wetu. Ndio. Ukaja baba yetu Allah yarahmu, tuko wanani sisi hivi, tuko hai mashaallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah kuhifadhini. Hajawahi kumpiga mtoto wake mpaka kaondoka duniani. Allahu akbar. Sisi sote wanane hajawahi kutupiga, ili wapate watu kujua hizi madrasa mbili vipi zilikuwa. Madrasa ya Al-Adawi na madrasa Al-Ghaithia vipi zilikuwa. Ndio. Tujue kwenye nyumba namna gani tuwe sisi baba na mama. Yeye mashallah kutabasam, anamwambia mama yetu Bi Fatma, usifanye hivyo, usimpigi mtoto hivyo, mwambie kwa maneno tu. Allahu akbar. Akhlaq zake Allahu akbar zilikuwa alia. Na mama yetu Allah yarhamha, akhlaq zake vile zilikuwa alia, lakini ilikuwa kakutizama kwa jicho tu, unajua kama ninaambua ukalale au unyamaze au kimalize chakula au nenda kaswali. Almuradi wewe by action. Kwa nini nikasema neno haya? Tizama hawa wazee vipi wametulea sote, basi kusudi sisi tu sote. Ilikuwa kama kuna wageni, hahitaji baba yako na mama yako kukwambia nenda ndani. Ile action yake ushamjua. Hata Saida Aisha radhiyallahu anha anasema wallahi namjua Rasul sallallahu alaihi wasallam kahamaki na namjua kwa hajahamaki. Allahu akbar. Uso wake tu ule unaonyesha. Kwa hivyo hivi ndio anavyotakiwa binadamu. Kwa hivyo hizi madrasa mbili za Al-Adawi na Al-Ghaithia, ilikuwa Al-Adawi Sheikh Salum bin Khalfan bin Khamis Al-Adawi ilikuwa kazi yake nje yeye. Kama tijara wa sinaa. Anatengeneza vitu analeta. Ama alwalda alikuwa vile vile qaida wizara dakhiliya. Naam, wizara dakhiliya. Hata mambo yote aliyofanya alwalid Allah yarhamu, na hii tunawaambia wake zetu wawe mifano ya mama zetu wote, na baba yetu wawe mfano baba zetu wote biidhnillah, na qaidi wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mama zetu sahabiyat. Ilikuwa Luwalda yeye mwanamke, lakini Allahu akbar, hamwachilii mtoto kulala bila hakusoma Qur'ani. Allahu akbar. Hajamwachilia mtoto wake kukaa nyumbani bila kusali mpaka kaja Oman kwenye umri wa miaka 80 kafika, bado anawafundisha watoto sala. Allahu akbar. Hakuna kitu kama sala. Allahu akbar. Unataka khairi dunia au khairi al-akhirah, basi sala. Na sisi vipi tuongoze watoto wetu kwenye sala? Sheikh Khalfan Al-Adawi. Sheikh Khalfan Al-Adawi, kwa sababu ya wakati nataka ninyakuo yote yale ambayo umetaka kuyafikisha katika wakati uliobakia. Sheikh Khalfan Al-Adawi, tunajua kwamba katika nchi kama Afrika walichanganyika Waarabu na wale ambao sio Waarabu, bali katika hawa walikuwa kuna dini tofauti baina Wakristo na Waislamu, lakini katika Waislamu wenyewe kulikuwa kuna madrasa tofauti. Hili tunapenda kulifikisha na kulizungumza kikina zaidi, ili Waislamu wapate kujua, Waislamu wa leo hasa mitafaruku hii ambayo inatokea baina ya Waislamu na Waislamu ilikuwa
je, ina nafasi katika wakati ule? Na je, Waarabu ambao ni Waislamu na wengine ambao sio Waarabu ambao ni Waislamu waliishi vipi wakiwa wanatofautiana katika madrasa, katika labda muonekano wao, labda katika ada zao na waliishi vipi maulama na Waislamu kwa Waislamu? Sheikh Khalfan Al-Alawi, hili suala Sheikh Rashid adhim, na jawabu lake fa'tabiru ya ulil albab, zingatieni nyie enyi wenye akili, kwa sababu jawabu hili litatufanya Sheikh Rashid tuyajenge maisha yetu ya duniani na akhera. Allahu akbar. Illa man ata Allah biqalbin salim. Naam, nimependa sana umeniuliza swala hili. Allahu akbar. Mawafalme walokwenda Zinjibar na watu wanisamih dunia nzima, hatuzungumzi madhahib zote tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Na maulama wote tunasema Allah warehemu. Lakini tunazungumza kwamba hata masultan wafalme walikuwa madhhabi yao madrasa ibadhia. Lakini tuanze kwenye hawa masultan, Allah yarhamhum jamia. Ulifika wakati pengine labda sultani wa pili au watatu wa mwanzo na kusudia, basi yale kama mufti wawili, Allahu akbar, mmoja madhhabi ibadhia na mmoja madhhabi shafiia. Allahu akbar, Allahu akbar. Mamufti wawili na wanapendana kama walozaliwa baba mmoja mama mmoja. Allahu akbar, Allahu akbar. Tukenda kwa mzee wetu aliotoka Oman, upande wa mamangu, ndio Rashid bin Hamid bin Slim bin Salim Al-Ghithi. Rashid bin Slim bin Salim Al-Ghithi. Huyu alikuwa alim kubwa sana, hata walikuwa hapa time ya Sheikh Nuruddin Salmi Allah yarhamu, alikuwa anaandika barua anawapa watu wakafika Unguja wafike shamba inaitwa Mwera Kiongoni. Hii Mwera Kiongoni ilikuwa time hizo ni madrasa, na sasa hivi isharejea tena, hata Istiqama inajenga madaris sasa hivi pale kwenye hiyo Mwera Kiongoni. Mashaallah, ziko madaris ziko tayari, na bado sasa hivi zinazidishwa nyingine. Mashaallah taala. Ananiambia Sheikh Zahar kwamba Sheikh Zahar bin Khalifa, hii inshallah bimashiatillah vile vile itafanywa sadaka ya mjomba wangu mimi na kwa ami yake mke wangu Ahmed bin Rashid bin Mas'ud Al-Ghithi. Mashaallah taala. Huyu Sheikh Rashid Allah yarhamu alikuwa ni alim kubwa sana, na watoto wake mmoja katika tizama matunda anaitwa Hamid Barashid, ambaye mpaka vitabu hapa Omani vipo into bracket, anaitwa bwana Mtawa. Mashaallah. Na Mtawa anajulikana kwa Kiswahili kwamba mtu alio kama tadini sana. Ilikuwa maulama wa madhhabi Shafiia wanatoka mguu mosi mguu pili Stone Town, Mkunazini, Shangani, Baghani, wanatoka wanakwenda zao Mwera Kiongoni. Allahu akbar. Kwa nani huko? Wanakwenda kwa, nakwambia kadhi, huyu anakuwa babu yake mama yangu mimi, babu yake hasa babu yake mzaa baba. Anaitwa Hamid Barashi bwana Mtawa. Ndio. Wanakwenda kukaa kuzungumza vipi watoe fatwa kuhusu habari jambo fulani au jambo fulani au jambo fulani. Ina maana wanakaa pamoja mamufti wa madrasa mbalimbali kujadili jambo. Tena maulama tena chungu zima hao, si mmoja wawili inatoka kaumu Stone Town kama kamati vile. Kama kamiti. Naam. Na baadhi ya mengine ilikuwa anakwenda kumuuliza fatwa. Allahu akbar. Nini unasema habari hii? Basi ilikuwa Sheikh Hamid Barashid. Naam. Anakwenda kwanza kutawadha, anasali rak'atayn. Allahu akbar. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu amma nawalu, wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Naam. Elekea kwa Allah alikuwa hafi, na matatizo yetu yote ya duniani na akhera hakuna anayotandua, hakuna anayoondosha isipokuwa Allah, Allah, Allah. Basi alikuwa anakwenda kwenye nyumba, ndio nyumbani kwake, nyumba za udongo tu zamani, lakini ukaingia bardan wa salama, takwa walizokuwa nazo hawa watu. Basi anakwenda kujitia udhu, anasali rak'atayn. Ikisha anakaa na wale maulama nukanao hawa madrasa nyingine na hawa madrasa nyingine, utafikiri baba mmoja mama mmoja wanavyokia na heshima. Hakuna hata mmoja anamtukana mwenzake. Leo sisi
hata wale wanafunzi wanapokosea, mfano huyu na huyu, madrasa hii na madrasa hii, au pengine madrasa moja wamekoseana, wamenyukuana, basi zikatoka zile klipu zile, La ilaha illallah. klipu yako wewe haitopendwa kusikilizwa sana, itapendwa klipu ile inoleta fitna. La ilaha illallah. Baada ya yule mtu aidelete ile clip, Anaisambaza, ikisha waombe madua shekhe fulani na shekhe fulani, ya Allah Viunge nyoyo wajalie zao. wapendane, Naam. wajalie wasikilizane, Naam. wajalie kheri dunia wa kheri akhira. Yale ndio yanapendwa, ishawa na watu wa makosa, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, lakini kule hatujui huyu nani wala huyu nani. Wewe unaona wote baba mmoja mama mmoja, wote Waislamu, wote Waislam. Bal na mjomba wangu mimi Mas'ud bin Rashid Al-Ghaithi, na unamjua baba yao kina Nidhal. Naam. 1956 kaondoka Zanzibar kwenda Masri kwenda kusoma Al-Azhar. Al-Azhar. Kasoma 8 sanawat, miaka 8. Madrasa gani kule? Kasoma madrasa gani? Na huku madrasa gani? Ndio ninakusudia kuambia watu, wale watu walivyokuwa na baba mpenzi, basi mpaka madhhab kila hawajui, sio hawajui, kila